كم طيبت قلب الكثير العاني في مفرداتك. هامت الأرواح حين استعذبت حرفا وقولا صادقا وفصاحة ومعاني. عربية حسبي بأنك منطقي وبيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأحد، بسم الله الصمد، ولا إله إلا الله الواحد، وسبحان الله الرشيد الذي قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيبنا ومولانا وأستاذنا المصطفى لله تعالى الذي بلغ الرسالة وعاد الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى سوالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Amma baad, akhwani fillah, tukiwa tunaendelea na darasa zetu za kila siku ya Alhamis ambazo mwezi huu toka umeanza mwezi wa Rajab wa huu mwaka 1447 tumekuwa tukizungumzia juu ya manhaji at-tarbiyah au manhaji tarbiyati fil Qur'anil Karim, mfumo wa malezi ulioko ndani ya Qur'ani tukufu. Na tukawa tumezungumza ya kwamba mfumo wa malezi unaopatikana katika Qur'ani tukufu ni mfumo ambao umekuja kuilelea jamii, kuipeleka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jamii ili iweze kufika kwa Mwenyezi Mungu lazima iwe na mwongozo. Sasa katika miongozo ambayo tunaipata ndani ya Qur'ani tukawa tumefikia kwamba mwanadamu ndiye kiumbe mkusudiwa zaidi aliyekusudiwa kuja kufikishwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ili tuweze kumfikisha mwanadamu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukaona kwamba mwanadamu mwongozo wake unagonga pande nyingi sana. Kuna upande ambao una mahusiano baina yake na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, ndio tukaingia katika ibadati na nini. Lakini kuna upande unagonga baina ya mwanadamu na nafsi yake, kwamba ili aweze kutimiza huo mwongozo kuna baadhi ya vitu anatakiwa yeye ailee na nafsi yake na aweze kuishinda katika baadhi ya mambo. Lakini pia tukasema mwanadamu kuna upande unagonga baina yake na nature, baina yake na viumbe vingine visivyokuwa yeye. Lakini kuna upande wa nne wa mwisho ambao unagonga baina yake na wanadamu wenzake. Sasa tukawa tumefikia kwenye kipengele ambacho tunasema mwanadamu na wenzake. Mwanadamu na wenzake, tukawa tumefikia kwenye kipande cha da'wa, kwamba mwanadamu huyu astahiki apate da'wa. Mwanadamu huyu astahiki awepo daia, aweze kutoa da'wa kwa ajili ya kuwaita watu wengine, na hao watu na wao wastahiki wapokee da'wa kutoka kwa daia anapokuwa anawaita. Na hapa ndipo anapokuja kuingia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na mitume wengine kuja kutufikishia
wao kama wanadamu wenzetu kutuita tuelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, katika kipengele hiki cha watu kupeana da'wa, watu kufikishiana, yatakikana mtu anapokuja kufikisha, lengo lake la kwanza iwe ni kwamba atakapofikisha basi da'wa ifike. Sio unafikisha kuwakilisha tu, no, ulete ikhlas, uwe na ikhlas katika da'wa yako unayoifanya, na uhakikishe inafika kabisa kwa watu uliokuwa umewakusudia. Sasa maulama wa masuala ya malezi ya kumlea mwanadamu wametaja mambo mbalimbali ya kuzingatia pale mtu unapotaka kuchukua jukumu la kumlea au kumfundisha mwanadamu kuhusu mambo fulani. Katika mambo yaliyotajwa kuyazingatia mno ni jambo linaitwa an-nahiyatul atifiyya. An-nahiyatul atifiyya bimaana mwanadamu anazo pande nyingi kama tulivyosema, ambazo wakati unaenda kumfanyia da'wa lazima uzizingatie. Unazungumza na mtu ambaye ana vipengele mbalimbali. Kuna kitu kinaitwa an-nahiyatul ma'rifiyya wal aqli. Mwanadamu ana upande wa maarifa. Unampa maarifa gani, kuzingatia maarifa gani? Hapa ndo utaona kwamba utakiwi kumfundisha mtu mambo yaliyoko juu yake ambayo bado hajayafikia. Sasa wakati unaenda kumpa hata da'wa, unazingatia unamfundisha nani, mwenye maarifa gani, an-nahiyatul ma'rifiyya wal aqliyya. Lakini pia kuna an-nahiyatul badan. Zingatia kiwiliwili chake kiko vipi. Unaweza kuwa unamfundisha mambo ambayo hayaendani hata na kiwiliwili chake. Unampa mathalan, unamfundisha masuala ya vita, lakini unatakiwa uzingatie umbo lake, umri wake, ni mtoto, ni mkubwa, mambo kama hivyo. Sasa kuna kipengele hapa miongoni mwa vipengele kinaitwa an-nahiyatul atifiyya. Zingatia zaidi mwanadamu kwamba ana hisia. Yani elewa kuwa mwanadamu ana hisia. Mwanadamu si jiwe, si mchanga tu, la, ni kiumbe anaongozwa zaidi na hisia pengine kuliko hata akili yake. Na ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataja katika Qur'ani kwamba kutuonyesha ya kwamba mwanadamu anaendana na hisia za moyo wake. Mwanadamu katika matendo yake mara nyingi huwa anafuata hisia za moyo zinataka nini. Hisia za moyo zinampeleka wapi? Huyu ndiye mwanadamu. Na hisia za moyo mara nyingi zaweza zikakupeleka katika kupotea. Mara nyingi hisia za moyo zaweza zikaja ni zile za kukutoa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kupeleka kwa Ibilisi la'natullah alayhi. Sasa Mwenyezi Mungu akaahidi katika Qur'ani, yeyote ambaye ataenda kinyume na hisia mbovu za kumtoa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, akazicontrol, akaweza yeye kuzibadilisha na kuzifanya zikawa hisia nzuri tu ndo anazifuata, Mwenyezi Mungu ameahidi pepo kwa watu kama hao watakaoweza kwenda kinyume na matamanio, yani hisia zao mbovu, na kuzielekeza kwenye khairi. Akasema katika surati An-Nazi'at aya nambari 40 hadi 41, Mwenyezi Mungu akasema, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-mahwa. Na ama yule anayeogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake mlezi na akajizuia nafsi yake na matamanio, akaizuia nafsi yake na hisia zake za moyo, basi huyo pepo itakuwa makazi yake. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kuendana na hisia ni maumbile, na kuzikwepa si jambo rahisi, mpaka Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa ameahidi pepo kwa yule atakaenda kinyume na hisia zake mbovu. Hivyo ni vyema walimu, mashekhe, viongozi, maustadhi na wote walio kwenye nyanja za kimalezi, lakini hususan pia sisi tunazungumzia madaia wanaofanya kazi ya da'wa na waadhili, waelewe kwamba mwanadamu anaenda kumpa da'wa ana hisia. Kwa hiyo sio logic peke yake itamtosha. Wasije wakaona kwamba mwanadamu ni logic tu na masuala ya kielimu na dalili za kielimu kwamba ndo zitamtosha tu, mpaka wakawa wamehisi kuwa dalili za elimu labda zitamkinaisha mtu unayempa dawa. Dalili hazikinaishi peke yake. Mwanadamu sio kompyuta kwamba labda utakachoweza kuweka ndo kitakachoingia tu. Hapana. Wala sio IQ peke yake. Mwanadamu ana kipande cha nyama.
ambacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekisifu kuwa kikitengamaa kipande hicho viungo vyote vitakuwa sawa. Lakini maajabu, kiungo hiki kinazaa na kuendeshwa na hisia. Kiungo hicho ni moyo. Huu moyo unaathiri sana akili. Huu moyo unaathiri sana kwenye akili. Na hapa ndipo Waislamu wanatakiwa waone sana katika manhaji tarbia, manhaji ya malezi. Si hoja peke yake kwamba zinamtosha mtu. Ndio utaona mtu unaenda unampa dalili zote unazoweza kumpa, lakini wala hazimnufaishi chochote. Kwa nini? Kwa sababu si hoja peke yake zinazoweza kumtosheleza na kumaminisha mtu kwa kile unachomuelewesha ili akuelewe, kwa sababu mwanadamu havuti kwa dalili peke yake. Kwanza kuna hisia. Umemwendeaje? Unamjua yeye ni nani? Ana cheo gani? Ana lika lipi na umri gani kulingana na wewe? Sijui tunaelewana? Kakisome kiswa cha Jaafar ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu alipofika mbele ya Najash wa Habash huko Ethiopia. Jaafar alienda, kisa ni kirefu, wakakutana na Najash, wakaanza kufanya mazungumzo. Anataka kumuelewesha Najash kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nani na amekuja na nini. Sasa akawepo bwana mmoja wa Kikureishi akawa anajaribu kuleta confusion baina ya hawa watu wawili ili wasielewane. Akawa anamwambia Najash, bwana, hawa wamtukana Maryam, wamtukana Isa wa akadha. Sasa Najash akawa anamwambia Jaafar ibn Abi Talib, niambie mtume wenu kaja na nini kuhusu Nabii Isa alayhi salatu wasalam? Kaja na nini? Anasemaje? Kwa sababu Najash alikuwa ni Mkristo. Sasa mbele yake ukiambiwa wanamtukana Nabii Isa Yesu, utakuwa umeshavuruga kila kitu. Lakini angalia Jaafar, akili aliyoitumia, anajua huyu ni kiongozi. Mimi ninaweza nikaja nikamsomea Qur'ani, lakini huyu ni Mkristo. Qur'ani haielewi wala tambui chochote kuhusu Qur'ani. Sasa akaomba ruhusa. Ataka kusoma Qur'ani katika surati al-Maryam, amtolea aya kuhusu Nabii Isa, lakini kwanza akamuuliza Najash, hal ta'dhanu li an akla min al-Qur'ani al-karim an Nabii Isa ibn Maryam? Je, utanipa idhni wewe nikusomee katika Qur'ani kuhusu Nabii Isa? Na Najash kwa kuomba ruhusa hii, ili likamuonyesha akhlaqi ya hali ya juu ya maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Watu wengi, hata Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alikuwasilimisha kwa kuteka hisia zao. Basi Najash akawa wadhi kumsikiliza Jaafar ibn Abi Talib, akamsomea. Na ndipo Najash utaona kisa kilo kikisoma anafika mwisho akawa amemuelewa zaidi, akasema haya aliyokuja nayo mtume wenu na tuliokuwa nayo sisi katika Injili yanatoka kwenye shina moja. Akawa wameelewana. Ndugu zanguni katika iman, ndio utaona na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuonyesha kwamba hili jambo la kubadilisha hisia za mtu zilizoko kwenye moyo ni jambo muhimu sana katika hizi nyanja za kutoa da'wa. Sababu sote ambao tunatoa da'wa, hata mimi niliyoko hapa wakati ninatoa da'wa, ninataraji kwamba nyinyi mtabadilika. Tutabadilika, tutatoka katika zile hali tulizokuwa nazo mwanzo tuingie katika hali nyingine. Lakini matarajio yote haya huwa tunamkabidhi nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba ndiye atakayewabadilisha watu tunaowafikishia da'wa. Ndio Mwenyezi Mungu anamwambia bwana Mtume Muhammad, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anamwambia bwana Mtume Muhammad kwamba wewe si chochote bali ni mfikishaji. Sasa ndugu zanguni, ina maana anayebadilisha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa as long as anayebadilisha watu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anabadilisha watu gani? Mwenyezi Mungu angalia anavyolitilia swala la atifa katika moyo lilivyokubwa. Mwenyezi Mungu anatuambia katika surati Ar-Ra'd, sura nambari 13 aya nambari 11, Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu abadilishi jamii yoyote, Mwenyezi Mungu abadilishi hali iliyoko kwenye jamii yoyote. Jamii ikawa imepotea,
jamii ikawa ina njaa, jamii ikawa ina hofu, jamii ikawa imejaa ukafiri, hatoibadilisha kuipeleka katika hali iliyokuwa nzuri, au hatoibadilisha kuitoa kwenye hali nzuri kuipeleka kwenye hali mbovu, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka hao watu wawe tayari wamebadilisha liyoko kwenye nafsi zao. Ukiingia katika masuala ya malezi, maulama wataalamu, maprofessional katika haya masuala ya malezi wanakuambia Mwenyezi Mungu hapa anazungumzia kitu cha psychological. Jamii inatakiwa ibadilike kisaikolojia kwanza kabla ijaendea matokeo ya mabadiliko. Mfano, ukiangalia vitabu vya wataalamu katika masuala ya malezi wanasema you can't change the behavior of someone until you change his or her psychology. Uwezi ukabadilisha tabia ya mtu yoyote, ziwe ni physical, tabia za kifiziko au za tabia gani, uwezi ukazibadilisha tabia za mtu mpaka kwanza ubadilishe saikolojia yake. Na saikolojia yake mara nyingi nimewambia, saikolojia inapatikana kwenye akili. Akili yake imekaa mkao gani? Lakini akili inaongozwa na moyo, unahisi nini. Ndipo Mwenyezi Mungu hapa kutumia neno akili, yeye akaenda moja kwa moja kwenye shina. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumi, Mwenyezi Mungu aleti yale mabadiliko ya jamii, abadilishi chochote kwenye jamii, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wao wabadilishe yaliyoko kwenye nafsi zao, kwenye nyoyo zao zibadilike. Sasa hizi hisia zinazopatikana kwenye moyo, hizi ndo zinaunda kitu kinaitwa nafsi ya mtu. Hizo hisia mpaka uzibadilishe, ndipo utakapokuja kuleta mabadiliko kwenye jamii yoyote. Hii jamii inayohitaji badilika, Mwenyezi Mungu aipe mabadiliko, lazima iwe ni jamii ambayo iko tayari kubadilisha mawazo yake, ipo tayari kubadilisha fikra zake. Ndipo shehe wangu, shehe mkubwa sana, Sheikh Haidarusi Sharif Alwi, anasema kwamba nafsul muqaddimat, nafsul asalib la tusilu ila nafsi nataj. Anasema kwamba njia zile zile na usurubu ule ule, hatua zile zile, fikra zile zile hazitotufikisha kwenye mabadiliko yoyote isipokuwa matokeo yale yale. Yani leo wewe unafanya biashara, ukawa biashara yako unafeli, lakini ukija kurekebisha unarudia njia zile zile za mwanzo, basi ujue hakuna utakapofika isipokuwa kwenye kufeli kule kule. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatuambia mpaka tubadilishe namna ya kufikiri kwetu, tufikile out of the box, ndipo tutaweza kutoboa. Ndugu zanguni, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakika ameahidi atabadilisha jamii ambayo itakuwa tayari inaweza kubadilika katika masuala ya inavyofikiri na inavyowaza katika nyoyo, katika nafsi. Chukua mfano wewe leo, ndugu yangu, unataka labda kwenda kumpa mtu dawa ili akubali Uislamu, ukamwendea na awwalu kalmatika alai, ukamnadi, ukamuita, ukasema ewe kafiri ndio tuzungumze. Wallahi kitendo cha kumwambia ewe kafiri ndio tuzungumze, hatokuelewa, hatokuja. Na hata kama akiweza akaja mtapigana. Hata akija ukamwambia utasilimu lini wewe, dalili ukampa, Uislamu ni dini ya kweli, Mungu ni mmoja, ukampa na dalili, ukamsomea aya nambari 19 surati al-Imran, inna dina inda Allahi al-Islamu, ukampa na hadithi, ukampa na dalili. Hata Ibn Sina pengine na Farabi na Shafi ama Taimia hawakuzitoa, lakini huyo utamsilimisha abadan, kwa sababu umeharibu atifa yake mwanzo wakati unamuita. Kwa hiyo kuna nahiyatul ma'rifiyya ila nahiyatul aqliyya, kuna kuzingatia kwamba huyu mtu ana maarifa gani, na ukampa dalili za kiakili. Lakini hivi vyote vyatakiwa vizingatie nahiyatul atifiyya, kuziteka kwanza hisia za mtu, za moyo wake, moyo ukukubali kwamba hata ukienda kuzungumza moyo wake utakuwa tayari ushakufungulia mlango wa kusikiliza, na moyo utaathiri akili yake, ndipo ataweza kujua unachokisema ni kweli au si kweli. Mwanadamu ameumbwa na muongozo wake. Huyu mwanadamu anao muongozo ambayo ameumbwa uweze kumuongoza, na huu muongozo wa mwanadamu ndio utakao kuja kuruhusu miongozo mingine inayotoka outside, inayotoka nje, iweze kuongezea kwenye muongozo wake. Ndio pale utaona mtu anakuambia mwanadamu tu, yani alivyoumbwa, anaweza kujua Mungu yupo, anaweza kujua vyote hivi vilivyopo ni vya Mwenyezi Mungu, lakini atakikana pia apewe, atakikana pia yeye mwanadamu aongezewe muongozo kutoka nje.
Huu mwongozo aliyokuwa nao ndani ndo Mwenyezi Mungu ameutaja Suratul Fusilat, sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim, na katika nafsi zao wenyewe wanadamu wanaweza wakaona, wanao miongozo, hata yatabayana lahum annahu alhaq, kwamba inaweza ikamfikisha akatabayani kwamba hii ni kweli, hii sio kweli, kwenye mwongozo wake alioumbiwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuna mwongozo unatoka nje, ndio huu tunaosema mtu kwenda kumpa mtu mwingine dawa, huo unakuwa ni mwongozo unaotoka nje. Lakini mwongozo wake wa ndani, wakati unampa mwongozo wa nje huo unaompa, uzingatie mwongozo wake uliokuwa ndani. Ndio maulama wanasema mwanadamu ana jasadun, ana kiwiliwili, ana akrin, ana akili, ana kitu kinaitwa karbi, ana kitu kinaitwa moyo ambao kazi yake ni kuzalisha atifa, na wenyewe unaongozwa kwa atifa. Kuna na misemo sisi tunaitumia lakini pengine labda huwa tuelewi ina maana gani. Kuna msemo wa Kiswahili unasema mtu ni utu, si kitu. Uliwahi kujiuliza utu ni nini? Utu ni hisia, yani mtu si kile kitu alichonacho, kiwiliwili unachokiona, au mali unazoziona, au vitu unavyoona na vimiliki, gari, nyumba. Si hivyo tu, hivyo havimfanyi kuwa mtu, bali ni utu, yani ni hisia nzuri zinazoiongoza akili na tabia zake. Mtu zile hisia alizozibeba katika moyo ndo zinazoenda kuongoza akili na tabia zake. Ndio kamaona Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyoko katika Riyadhus Salihin katika mlango wa ikhras, imepokelewa kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, akitaja kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, hakika Mwenyezi Mungu atazami juu ya viwiliwili vyenu, aangalii maumbo yenu, wala ila aswalikum, wala Mwenyezi Mungu aangalii juu ya sura zenu. Walakin nini anaangalia Mwenyezi Mungu? Walakin yanzur ila qulubikum, Mwenyezi Mungu anaangalia mafi qulubi, yaliyoko katika nyoyo, ndo Mwenyezi Mungu anayoangalia. Ukiutakasa moyo utatakasa na vitendo vyako, ukiutakasa moyo zitatakata kauli zako, ukitakata moyo itakata akili yako, utakuwa unaendesha mambo katika utakaso, kwa sababu umeanzia kwenye shina na sio kwenye matawi. Kwa hiyo kuna haja sana ya mtu kuzingatia masuala ya nahiyatul atifia ya mtu. Zingatia hisia zake kabla hujampa lolote, kabla hujamwendea na dawa yoyote. Zingatia kwamba huyu ni mwanadamu, ana hisia. Usije ukawa umeharibu hisia zake alafu ndo unaenda kutoa dawa. Tunatoa tahadhari kwa madaia, zingatieni sana watu mnaowapa dawa. Na ndio utaona siku hizi bahati mbaya madaia wapo wengi, watu wa kutoa dawa ni wengi sana, lakini wanaoongoka ni wachache. Kwa nini? Dawa nyingi zinatoka zizingatia atifa, azizingatii masuala ya hisia ya yule anayempa dawa. Leo waweza ukamwendea kafiri yule ambaye ulimwendea kwa kutokuzingatia atifa yake, ukamnasihi lakini haikumtosha. Lakini ukamwendea kafiri yule ukampa salamu nzuri, ukanena naye maneno mazuri, ukampa majlisi nzuri, sehemu ya kukaa ukamkalisha vizuri, ukazungumza naye na akakuelewa. Tunaweza tukataja kisa kimoja katika tarehe kimetajwa, moja ya kisa kizuri cha kujifunza ndani yake, ambacho kinaonyesha namna ya akhlaki walizokuwa nazo maswahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisa cha Imamu Hassan na Imamu Hussein walipokuwa vijana, hawa wajukuu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watoto wa Ali ibn Abi Talib na Fatima binti Rasulullah az-Zahra alayhi salatu wasalam. Walimuona mzee, mtu mzima, siku moja anatawadha makosa. Wapo wanacheza zao, maana wanamshuhudia mzee anatawadha makosa. Mzee mkubwa sana, yani kwake wakijiona wao ni kama wajukuu, lakini anakosea kutawadha, na ni jukumu lao kumfundisha vipi udhu na tawadha. Wakaona wakitoka wakamwambia, we mzee hujui kutawadha, akutawadhu hivi, unatawadha hivi. Wakaona hata waelewa, yani watakuwa wameiharibu atifa yake kulingana na umri wao na yeye mzee alivyo. Basi
wakaona wasiende kwa njia hiyo, atifa yake haitokubali. Chukulia mfano, nataka nitoe mfano mmoja ambao kidogo tunaweza tukaelewa. Chukulia mtu umechukua mkono wake ukautia kwenye moto. Wakati unautia mkono wake kwenye moto, kisha unamwambia haya, cheka, tabasamu. Chukulia mfano ulivyo, anaweza kweli akacheka huyu au akatabasamu? Jibu ni hapana. Kwa nini? Kwa sababu kitendo cha kuchukua mkono wake ukautia kwenye moto, pale anaungua, tayari umeziba ile atifa yake ya moyo, tayari umeziba milango yake ya tabasamu, alafu wewe unamruhusu atabasamu. Ni kama kumpiga mtu dawa, unamtaka akuelewe aliyakuwa ushaharibu atifa yake, ushaharibu milango ya fahamu ya kuingia yeye kuweza kufahamu unachomwambia. Kwa hiyo wakaligundua ili wajukuu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Hassan na Hussein, wao wakalijua ili, wakaona huyu mzee hatokubali. Vijana wa miaka 7 kama sisi twende kumkosoa yeye, kumwambia hajui kutawadha, hawezi kukubali. Pamoja na kwamba tunaelewa watampa na aya, watampa na hadithi, na bahati nzuri wao ni wajukuu vipenzi hasa wa huyo mpokelewa wa hadithi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na hata watamtolea na ijma'i lakini zote zitofanya kazi hapo. Kwa nini? Kwa sababu watakuwa washamuathiri mapema. Basi hawakutaka kwenda msobe, kwa sababu unaweza ukaenda msobe, mnaweza kumtoa mtu kwenye dini hasa kisa eti kakosea udhu. Mkienda msobe kwa mambo haya, kuna watu huwa kama tulivyosema, moyo unaongoza sana akili zao. Wao kwa moyo wao matamanio yakaonyesha kwamba mmedharauliwa na nini, hii dini sasa iko vipi, hao wajukuu wa mtume wamekuja kutudhalilisha, kisa wao ni watoto wa mtu. Mtu anaweza katoka kwenye dini kwa sababu ya haya masuala ya kutokuzingatia nini, atifa. Basi wakaketi Hassan na Hussein na kupanga mipango. Wakajiuliza, tutamfuata vipi huyu mzee, tutamuonyesha vipi huyu babu kwamba ajui kutawadha, na tutamfunzaje atawadhe hivi bila ya kuangusha hisia zake, bimaana bila ya kumuudhi. Hii ndo kitaalamu inaitwa janibul atifa, kuitambua atifa ya mtu. Janibul atifi, kuitambua atifa, hisia za mtu unaziendeaje kumfikishia jambo. Basi wakaamua walioamua na wakamwendea yule mzee. Walipofika kwa yule mzee, wakamwambia, babu, sisi ni ndugu wawili, nasi tulikuwa tuacheza pale. Mzee, sisi tukawa tunahitaji tushindane tuone ni nani anajua kutawadha dhaizi, lakini hatuwezi kujiongoza sisi wenyewe, hatuwezi kujukumu sisi wenyewe. Kwa hiyo tukawa tuangalia ni nani atakuja kutujaji, nani atakuja kutuhukumu. Katika kuangalia tukamuona mtu mzima anayeweza katuongoza sisi kwenye hili jambo letu ni wewe. Sasa tunaomba kwa idhini yako tutawadhe mmoja mmoja, kisha baadaye utuhukumu wewe nani anaweza kutawadha vizuri zaidi. Basi mzee akamwambia go ahead. Wakaanza kutawadha. Akaanza Imamu Hassan akatawadha mpaka mwisho akamaliza, kisha akaingia Imamu Hussein akatawadha mpaka mwisho akamaliza. Mzee ameangalia, lakini mzee na akili yake ya utu uzima na wale vijana kutokana na izza waliompa ya kumuona yeye ndo mtu mkubwa anaweza katawadha, anaweza kawahukumu kwenye kutawadha kwao. Manake bimaana yani kwa njia nyingine ni kwamba walimficha kwamba yeye hajui kutawadha. Wao wakampa cheo kingine, wakaiteka atifa yake kwamba wewe unajua kutawadha na ndo unaweza ukatuhukumu kwenye kutawadha, sisi ni vijana hatujui pengine. Sasa mzee kwenye kuangalia akaona hawa walivyotawadha wote wametawadha sawa sawa wote, yani hata kama mimi sijui, lakini walivyotawadha wote wanafanana, hamna mtu ametawadha tofauti na mwingine. Lakini kule kufanana kwao, wamefanana wao, mimi ninavyotawadha ni tofauti na wao. Sasa mzee akasema pengine wao wamepatia, mimi ndo nakosea. Basi walipomaliza wakamwambia, babu, nani kashinda? Yani nani kawa bora miongoni mwetu kuhusu kutawadha? Yule mzee akamwambia, nyote mmeshinda. Nyote mmeshinda. Tatizo hapa si nyinyi wajukuu zangu. Tatizo ni mimi nimegundua sijui kutawadha. Tatizo ni mimi nimegundua sijui kutawadha. Basi hapo akawaomba wamueleze na wakamuelekeza na akatawadha sawa sawa. Kwa hiyo ndugu zangu, utaona kwamba
atifa, kuzingatia masuala ya hisia za moyo wa mtu ni jambo la kuwa bora zaidi, ni jambo kubwa sana lenye nafasi kubwa katika kumuongoza mtu na kumpa dawa. Kwa leo kama zilivyo dakika zetu ni 30, dakika kidogo mno, pia sitaruhusu watu waulize maswali, lakini leo tuende na hili, tuzingatie sana unapoenda kutoa dawa, unapoenda kumfundisha mtu, walimu huko darasani, unapokuwa na wanafunzi, zingatia zaidi kwamba hawa ni watu wenye mioyo. Ndio utaona leo sasa katika hizi elimu za secular, mwalimu aweza kaingia darasani, mwalimu wa kike kapiga miniskirt, anafundisha wanafunzi. Yani elimu ya secular haizingatii mwalimu zile tabia zake, akhlaq zake zinaathiri vipi atifa za watoto. Yeye aingia na miniskirt, mida mingine mpaka nguo yake aliyovaa inaonyesha kifuani kwake kuko vipi, umbo la mwanamke, na ndani anafundisha watoto wa kiume form 4, form 6, chuo kikuu. Kwa hiyo Uislamu manhaji ya Qur'ani ya tarbiyatul Qur'ania inazingatia sana mambo ya atifa. Zingatieni hisia walizokuwa nazo, walizoombwa nazo hawa watu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ومنك خير الدر والمرجان عربية يا ليت شعري هل ستوفي كلمة ولقد نهلنا في